Mtu anapofanya jambo katika dini ni lazima awe na dalili. Hauwezi kuja tu wewe unazuka eti bana hii ni ibada, tunayafanya haya tunaandikiwa thawabu. Kuna mengine tutakuja kuyaona hapa, wewe unafanya ukidhania kwamba ni thawabu, kumbe ni hasara na ni patupu na hakuna faida yoyote wala thawabu yoyote ambayo unaipata, hata kama utaiona kwamba ni jambo jema, kulingana na masahaba ridwanullah alaihim walivyoweza kuelezea. Ndio hapa tunasema ndugu zangu, bid'a zote ni upotovu. Hawa ndugu zangu wanawaambia watu kwamba sio bid'a zote ni upotovu. Wanasema bana kuna bid'a nzuri na kuna bid'a mbaya. Hapa Mtume anasema wa kullu bid'atin dalala, bid'a zote ni upotovu. Sasa tunakuambia kwamba ni yote kulingana na ufahamu na maelezo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe ambao unayesema kwamba sio zote, itabidi uje na hadithi nyingine ambayo inaelezea kwamba sio bid'a zote ni upotovu, kwa sababu kama hakuna hadithi nyingine, unajua katika masala ya ilmu alhadith, mustalahu alhadith, kuna masala ya nasikh wa mansukh. Kuna hadithi ambayo imekuja kufuta hadithi nyingine, kama vile ndani ya Qur'ani kuna nasikh wa mansukh, kuna aya ambayo imekuja kufuta aya nyingine. Basi katika hadithi vile iko hivyo hivyo, lazima ulete hadithi nyingine ya kuonesha kwamba hapa kullu sio yote, ni baadhi tu ya bid'a. Kama Mtume alivyosema ndani ya hadithi nyingine, kullu ummati yadkhuluna aljannata, umma wangu wote wataingia peponi. Unajua hii hadithi ukiisoma mpaka hapo ni wote wataingia peponi wote, lakini ukiendelea mbele ya hadithi Mtume analeta istithna, anagawanyisha hapa, anasema illa man aba, isipokuwa yule ambaye atakayekataa. Kumbe ile kullu sio yote. Mtume ameelezea hapa kullu ummati illa man aba, umma wangu wote wataingia peponi isipokuwa yule ambaye amekataa, kwa maana ya kwamba ile kullun sio kullun kulliya, sio yote, kwa maana Mtume anasema isipokuwa wale ambao wamekataa. Nani aliyekataa? Huyu ndugu yangu ambaye ni mwandazimu huyu. Mtume anasema man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, mtu yoyote ambaye atakayenitii mimi ataingia peponi, na yeyote ambaye atakayeniasi atakuwa amekataa kuingia peponi. Hii ndio maana yake. Sasa wao wanasema bwana, hii kullu bid'atin dalala, hii kullun sio kullun kulliya, sio yote. Yani mtu leo anajaribu kutumia akili yake, anachukua aya ya Qur'ani nyingine ambayo labda imetumia neno kullu, anajaribu kuilinganisha na hii kwamba madamu pale haikuwa yote, hapa pia sio yote. Au hadithi nyingine au maneno ya masahaba ridwanullah alaihim, kisha anajaribu kuhalalisha kwamba sio yote. Wakituambia kwamba kuna bid'a nzuri na bid'a mbaya, tunakuambia kwamba ni zote, wanakuambia sio zote. Miongoni mwa hadithi ambao wanaitumia ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaum alqiyama. Hii hadithi wanasema, unaona, Mtume anasema yeyote ambaye atakayeanzisha katika Uislamu sunna iliyokuwa nzuri. Sasa wanajaribu kuhalalisha na kuonesha kwamba kumbe mtu anaweza akazua sunna nyingine hapa, lakini hii hadithi inajieleza yenyewe ndugu zangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man sanna fil islami sunnatan hasana. Mtume hakusema man sanna fil islami bid'atan hasana. Hiyo ndio hadithi nitakana walete. Wapi mahali Mtume amesema ni bid'a hasana? Hajasema hivyo. Amesema yeyote atakayehuisha katika Uislamu sunna nzuri iliyokuwa imesahaulika, kwa sababu hii hadithi Mtume kabla hajaitaja ina sababu nuzul. Sababu ya Mtume kuitaja hii hadithi ni kwa sababu ya kuwahimiza watu watoe sadaka. Kuna masakini walikuja pale msikitini wakati wa Mtume akawaeleza umuhimu wa kutoa sadaka, wawasaidie hawa watu. Akatoka sahaba mmoja akaenda nyumbani akaleta vifurushi vya nguo na chakula. Masahaba wengine walipoona wote wakaenda kuleta, kutamaki imejaa mafurushi na vyakula vingi. Ndio Mtume akasema man sanna fil islami sunnatan hasana, yeyote ambaye atakayehuisha katika Uislamu sunna nzuri iliyokuwa imesahaulika. Mtume akusema bid'atan hasana. Hakuna bid'a nzuri ndugu zangu, zote ni mbaya. Wao ukiwaeleza hivyo wanakuambia, lakini Saidina Umar alipochukua khilafa aliwakuta maswahaba
wanaswali tarawih kila mtu kivyake, imma pale jamaa wengine kivyao. Saidna Umar akawakusanya wote nyuma ya Imamu Ka'b bin Malik, wakaswali kwa jamaa. Saidna Umar akasema kwa matamshi yake, na hii hadithi imo ndani ya Sahih Muslim, Saidna Umar akasema ni'matun bid'a hadhihi. Wanasema kwamba kwa tafsiri yao, ni bid'a gani nzuri iliyosahaulika hii. Kwa hivyo Umar anatuambia bwana, kuna bid'a nzuri bwana, bid'a hii ni'matun bid'a hadhihi. Sasa tunauliza swali ndugu zangu, ni bid'a gani ambayo Umar alianzisha hapa hata aseme kwamba hii ni bid'a nzuri? Saidna Umar ndo alianzisha tarawih. Tarawih ilianzishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena aliwaswalisha maswahaba siku ya kwanza, wakaambiana, siku ya pili wakajaa zaidi, siku ya tatu wakajaa mpaka nje, siku ya nne Mtume hakujitokeza. Na sahaba baada alfajiri wanamfuata Mtume, anamwambia Rasulullah, tulikungojea jana katika swala ya tarawih na haukutokea, ilikuwaje? Mtume akawaambia, nilihofia isije ikateremka wahi ya kufaradhisha kisha mkashindwa. Lakini Mtume hakukataza, akaendelea kuswali peke yake. Ndio unaona Mtume alipofariki katika khilafa ya Abubakar, kila mtu alikuwa anaswali peke yake. Katika khilafa ya Umar, ndio Umar akawakusanya wote katika mwezi wa Ramadhani nyuma ya Imam Ka'b bin Malik, akawaambia ni'matun bid'a hadhihi, ni jambo gani nzuri iliyosahaulika hii. Si kwamba Umar anasema kuna bid'a nzuri hapa, ana haki ya kuanzisha ibada aina yote hiyo, ana. Sasa wao wanaitumia hii kuwadanganya watu wajinga, na wajinga ndio wali wao. Ndugu yangu, wewe ukiwa una elimu, kupotoshwa ni mara moja tu. Unaambiwa, unaona Umar mwenyewe anasema kuna bid'a nzuri, nyinyi mnakuja kutuambia hapa bid'a zote ni mbaya. Umar ameanzisha bid'a gani hapa ndugu zangu? Na ndio unaona anasema Abdullah ibn Mas'ud, kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasana, bid'a zote ni upotovu hata kama watu wataona ni jambo zuri. Maadamu Mtume hakufanya, basi haiwezi kuwa nzuri. Wewe leo utaona wanaambia watu kwamba hawa watu bwana wanapinga dua baada ya swala bwana, wanapinga dua bwana. Hakuna mtu anayepinga dua ndugu zangu, na mtu yote ambaye anayepinga dua huyu ni kafiri, na amepinga mawasiliano baina ya mja na Mola wake. Utapingaje dua ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe ametuamrisha tumuombe? Mwenyezi Mungu anasema waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, Mwenyezi Mungu anasema niombeni mimi nitawajibuni. Mwenyezi Mungu anasema katika aya nyingine, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Mwenyezi Mungu anatuhimiza hapa tumuombe, tunamuomba dua. Angalia leo katika khutba ya Ijumaa, khatibu akiwa juu ya mimbar, mwisho wa khutba yake alitoa dua, tukaitikia amin. Tunapokutana hapo barabarani, jamani tuombeeni Mungu, tunainua mkono tunamuombea mtu. Tumekwenda hospitalini kuwatembelea wagonjwa, tunamuombea. Umefahamu? Tumeleta dua katika kunutu nawazil, katika kunuti ya witri kama inapokuja katika mwezi wa Ramadhani, katika witri kwa jamaa tunainua mkono tunaitikia. Lakini tunakuambia baada ya swala ya faradhi, Mtume hajawahi kuinua mkono akaleta dua kwa jamaa, akaleta dua kwa sauti watu wote wakawa wanaitikia. Mtume hajawahi kufanya hivyo. Sasa tunakuambia kwamba hapa si mahali pake. Kila mtu alikuwa analeta dua hivi ndio namna ilivyo. Ukiwaambia, wanawapotosha watu, wanasema wajamaa wanapinga dua, wanawapotosha watu, wanasema wajamaa wanapinga kumswalia Mtume. Hawa wanasema kwamba mtu yeyote ambaye anaipinga maulidi, huyo amepinga kumswalia Mtume. Hakuna mtu anaweza kuthubutu kupinga kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kumswalia Mtume ni ibada ndugu zangu. Tunamswalia Mtume ndani ya adhana, imeadhiniwa hapa, tumemswalia Mtume. Inaposemwa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, tumemswalia Mtume ndani ya iqama, tumemswalia Mtume ndani ya swala. Na usipomswalia Mtume ndani ya swala, swala yako inaweza ikawa na walakini. Na tunamswalia Mtume asubuhi na jioni, na kila ukimswalia Mtume zaidi unalipwa thawabu zaidi. Ukimswalia Mtume mara moja, Mtume anasema unalipwa thawabu 10. Ukimswalia mara 10 unalipwa thawabu 100. Ukimswalia mara 100 unalipwa thawabu 1000. Ukimswalia mara 1000 unalipwa thawabu 10,000. Ndio Mtume akasema wal bakhil man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayha wa lam yusalli alayya. Bakhili ni yule ambaye mimi ninapotajwa mbele yake
asiniswalie, huyo ndo bakhili kuliko wote, sallallahu alayhi wasallam. Sasa wao unapowaambia kwamba maulidi hakuna, hii si katika sunna, mtume hajawahi kufanya mambo haya, wanasema unaona hawa watu wanapinga kumswalia mtume. Hakuna ambaye anayepinga kumswalia mtume, na lao kama kuna mtu anapinga kumswalia mtume, huyo ni kafiri, huyo ameshatupwa nje ya Uislamu. Hizi ni njia za kuwatisha watu wasiojua dini, watu ambao hawakusoma dini, wanaokwenda wanaofuata kipofupofu tu, na hii ndio hali ambayo leo tunaelekea ndani yake. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akatahadharisha katika hadithi aloipokea Bi Aisha radhiallahu anha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, mtu yoyote ambaye atakayezusha katika dini yetu hii, fi amrina hadha ni hii dini, manake ma laysa minhu, ambaye haikufundishwa ndani ya Qur'ani wala katika sunna ya bwana mtume, hiyo jambo atarudishiwa yeye mwenyewe. Katika riwaya ndani ya Sahih Muslim, mtume anasema, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, mtu yoyote ambaye atakayefanya kitendo chochote akidai kwamba hii ni katika dini na sisi hatukuifundisha kwenye Qur'ani wala katika sunna ya bwana mtume, atarudishiwa mwenyewe. Ndio akasema Abdullah ibn Mas'ud, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, yenu nyinyi ni kufuata yale ambayo mtume alituachia, wala msizushe mengine, kwani tayari mmeshatoshelezwa. Dini imekamilika ndugu zangu, haina haja ya ziada. Yale ambayo mtume alituachia ni nyingi, hatuna haja ya vitu ya bid'a ndugu zangu. Mwenyezi Mungu anasema alipomwambia bwana mtume alipokuwa katika Jabal Arafa katika hijjatul wada, Mwenyezi Mungu anateremsha wahi, anamwambia mtume, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishieni dini yenu. Dini imekamilika ndugu yangu, haina haja ya ziada. Na wallahi vitendo vya sunna ni nyingi, hatuwezi kuzimaliza. Hata wengine hawajaanza hata kutekeleza, tunaanza kuzusha mengine, yale ambayo yapo tayari yametushinda, tunaanza kuongeza mengine. Sasa yale ambayo yalikuwepo tayari tutaanza kuyatekeleza lini ndugu zangu? So tuyamalize haya mwanzo mengi. Na hawa mandugu zetu ambaye leo wanaofanya mambo ya bid'a, ndio utawakuta wao ndio wamo katika mstari wa mbele kuzipinga sunna za bwana mtume. Wao ndio ambao wanaofanya mambo ya uzushi haya. Uzushi wote umetokana na wao kwanza, na sunna zingi nyingi za mtume sallallahu alayhi wasallam wao ndio wanakwenda khilafu. Wananyoa ndevu, mtume aliwahi kunyoa ndevu ndugu zangu? Mtume anawaambia watu waache ndevu, wao wananyoa ndevu. Mtume amewatahadharisha waislamu na masala ya kuvaa isbal, wao wanakuambia hujafahamu hiyo bwana. Mtume anasema mtu yoyote ambaye anaiburuzia vazi lake ikavuka makongo mawili ya miguu, hilo vazi linampeleka motoni. Hii ni masala ya waid ndugu zangu. Mtume anasema, ma asfala min alka'bayn min alizar fa fi an-nar, vazi lolote ambaye itakayevuka makongo mawili ya miguu inampeleka mtu motoni. Sasa jamaa anasema, lakini mtume alikuwa anakusudia kwamba mpaka uwe na kibri. Hii hadithi kwanza mtume hakutaja kibri ndugu zangu, kwa sababu kuna hadithi nyingine mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man jarra thawbahu khuyala falyatabawa maq'adahu minan nar, mtu yoyote ambaye atakayeburuzia, hii ni kwa wanaume si kwa wanawake, mtu yoyote ambaye atakayeburuzia mavazi yake ikavuka makongo mawili ya miguu kwa kibri, hiyo inampeleka mtu motoni. Sasa ikiwa huna kibri, wewe ukafanya bila kuwepo na kibri, unaye dhambi moja, umeiburuzia na mtume amekukataza usiburuzie. Na ikiwa utaifanya kwa kibri, una madhambi mawili, dhambi ya kuburuzia na dhambi ya kibri, ambayo hii ni vazi la Mungu. Kibri ni vazi la Mungu ambaye hakuna aliyekuwa na haki juu yake isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Sasa wao wanakuambia kwamba hizi zote bwana sivyo mnavyoelewa nyinyi bwana. Wao ndio ambao wanaelewa, watu wengine wote hawajaelewa. Na mtume ameelezea yote haya yote, mtume ametahadharisha, ametukanya, ametuonya, akatueleza hatari yake. Wao wanakuja wanafanya mambo inaonekana kwamba ni sahali tu mbele ya watu, wanaonekana kwamba ni sahali mbele ya watu. Katika madhara ya bid'a ndugu zangu, tuanze kutaja moja baada ya nyingine kwa haraka haraka, wakati pia imeshakwenda. Kwanza mtume katika hadithi ya kwanza mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, ni hadithi ambayo ni sahih. Mtume sallallahu anasema, la'ana Allahu man awa muhditha, Mwenyezi Mungu amemlaani mtu yoyote ambaye anayemsaidia mtu muovu. Muhditha ina maana mbili, umesaidia kwenye maovu aina yoyote ile, Mungu amekulaani.
Umemsaidia mtu akaenda kunywa pombe, umemsaidia mtu akaenda kuzini, umemsaidia mtu katika mambo ya kula riba, umemsaidia mtu kwenye kamari. Na muhditha vile vile umemsaidia mtu yoyote ambaye ni mzushi, imma kwa pesa yako au kwa mawazo yako au kwa fikra yako ama kwa wakati wako. Mtume anasema kwenye hadithi hii kwamba huyu amelaaniwa. Ndugu zangu, hii huoni kwamba ni hatari? Wewe unamsaidia tu mtu ambaye anafanya mambo ya bid'a ukifikiri kwamba unafanya jambo jema, kumbe Mungu anakulani na wewe mwenyewe huna habari. Na ndio unaona ndugu zangu, miongoni mwa hatari ya bid'a ni kwamba inalazimisha sunna kuondoka. Mahali popote kuna bid'a, sunna inapotea na bid'a ndio ambayo inatanda. Ndio kama alivyosema Hassan bin Atiyya, anasema kwamba mabtadaa qaumun bid'atan, hawajazusha watu bid'a moja tu, illa naza'a Allahu minhum min as-sunnati mithluha, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataivua sunna kutoka kwao na hiyo sunna itapotea. Ndio unaona mahali popote kuna bid'a, sunna inapotea pale. Wewe angalia mfano baada ya swala ya faradhi, ndugu zangu, kuna adhkari nyingi Mtume ametufundisha nitakana tulete pale, lakini wao baada ya swala ya faradhi unamuona mtu anatia dua, baada ya dua kwa sauti wote wanaitikia amin, alafu wakishaitikia amin, wakimaliza ile dua, wengi wa watu msikitini wanasimama, wanaondoka, wanaenda zao, wanaacha kitu cha thamani huku nyuma ambaye Mtume ametufundisha baada ya swala. Ndio hapa hatari iliyopo. Bid'a inapoingia mahali, sunna inapotea. Katika madhara ya bid'a, ndugu zangu, ni kumtuhumu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye hakukamilisha dini. Mtu yoyote ambaye anayefanya mambo ya bid'a amemtuhumu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume hakukamilisha dini. Kuna baadhi ya vitu waliacha nje, sisi ambaye ndio tumeiona Mtume hakuiona, wao ndio wakaanza kuziongeza humu ndani. Ndio akasema Imam Darul Hijra, Imam Malik rahimahullah, anasema Imam Malik, man qala fi ad-din bid'atan hasana faqad za'ima anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qad khana ar-risala. Imam Malik anasema mtu yoyote ambaye atakayesema katika hii dini kuna bid'a nzuri, ameshadai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya khiana katika kuifikisha hii dini. Kumbe kuna baadhi ya vitu Mtume aliambiwa alafu akaziacha nje. Wewe umemtuhumu Mtume hapa sallallahu alaihi wasallam, na hii ndio hatari iliyopo ndugu zangu. Umefanya khiana kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amefanya khiana kwamba aliacha baadhi ya vitu nje ya kutekeleza. Wewe ndio una akili zaidi, wewe ndio unaifahamu zaidi, wewe ndio ambao unaijua, Mtume hakuyajua haya. Na hii ndio hatari ambayo iliyopo. Ndio pale akasema mmoja katika wema waliotangulia, famal ladhi lam yakun dinan fi zamani Muhammadin falam yakun dinan ila yaum alqiyama ila an taqumu as-saa. Jambo lolote ambayo haikuwa dini wakati Mtume akiwa duniani, basi haiwezi kuwa dini mpaka kiyama itakaposimama, hata kama watu wataiona kwamba ni jambo zuri. Unaona jambo zuri hili, kweli jambo zuri bwana, imama anatia dua baada ya swala, watu jambo zuri bwana, akili ya mtu sasa hivi. Kwani Mtume alikuwa hajui hiyo? Wewe umeshamtuhumu Mtume kwamba Mtume hapa aliacha baadhi ya vitu nje. Katika madhara ambayo inayopatikana katika bid'a, ndugu zangu, inawachanganya watu na kuwavisha vitu ambavyo hakuna katika dini, wakidhania kwamba wao wanafanya mema na wanaandikiwa thawabu, kumbe wanafanya kazi ya kanisa. Hakuna kitu ambao wanaipata hapo. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akauliza katika surati al-Kahf, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, je, tuwaambieni wale watakaokuwa wenye hasara kubwa katika matendo yao. Yani mtu leo anafanya matendo na yumo ndani ya hasara, tuwaambieni ni kina nani hawa? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, ni wale ambaye juhudi zao nyingi zimepotea wakati mwingi bure tu katika maisha yao, huku wakidhani kwamba wanapata mema na wanaandikiwa thawabu, kumbe hakuna kitu ambao wanaipata, hakuna kitu ambao wanaipata. Na ndio unaona ndugu zangu, mtu yeyote ambaye anayefanya mambo ya bid'a anaitakidi kwamba yeye anafanya ibada, huyo mtu atatubia kweli? Ndio Sufyani Thauri anasema
sheitani anampenda mtu wa bid'a kuliko mtu anayefanya maasi, kwa sababu mtu anayefanya maasi atatubu, anajua hii ni maasi na iko siku mimi nitawaacha, nitajirekebisha, nitarudi kwa Mola wangu, anajua hii ni madhambi. Lakini anayefanya mambo ya bid'a anaitakidi kwamba hii ni ibada, analipwa thawabu. Huyu bwana atatubia kweli? Hawezi kutubia. Na hii ndio hatari iliyopo ndugu zangu. Mtu anakwenda mbele ya Mungu na uzushi imemjaa kwenye maisha yake. Wewe siku ya Kiyama Mtume atakapokuuliza haya mambo ambayo mimi sikuyafundisha uliyatoa wapi, utajibu nini ndugu yangu? Utasema niliyopata wazee wetu wakifanya, ndio nilifundishwa madrasa hivyo? Kwani wewe ukusoma, ukuwafuata watu ambao ni wasomi, ukawauliza wale watu ambao ni wajuzi, ambao ni wakweli? Lakini katika jambo la hatari ndugu zangu, hata mambo ambayo ya bid'a, ya hatari ya bid'a, naona wakati tayari imesharikata, ni siku ya Kiyama. Siku ya Kiyama Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ina riwaya nyingi, kama hadithi iliyokuja ya Abdullah ibn Abbas katika Sahih Muslim, anamuuliza Mtume, ya Rasulullah, aina ajiduka yaum alqiyama, mimi nitakupata wapi wewe Mtume siku ya Kiyama? Wewe fikiri ndugu yangu, siku ya Kiyama ile umma ya watu itakayekuwa pale, toka mtoto wa kwanza wa Adam mpaka mwisho wa dunia, hii uwanja itakuwa kubwa kiasi gani? Watu watakuwa wengi kiasi gani? Abdullah ibn Abbas ameona mbali hapa, anamuuliza Mtume, nitakupata wapi ya Rasulullah? Mtume akatoa jawabu tatu. Jawabu ya kwanza akasema, utanipata kwenye haudh, utanipata kwenye birika la maji. Na jawabu ya pili, huyu Abdullah ibn Abbas akamuuliza, je, nikikukosa katika haudh nitakupata wapi siku ya Kiyama? Mtume akamwambia, utanipata kwenye mizan. Kwenye mizan ndo ratili ambaye itakuwa inapimwa matendo ya waja mazuri na mabaya. Abdullah ibn Abbas akamuuliza Mtume swali la tatu, je, nikikukosa kwenye mizan nitakupata wapi ya Rasulullah? Akamwambia, utanipata kwenye sirat. Utanipata juu ya sirat, maana yake kando ya sirat, mahali ambapo kila Muislamu atapita kwenye hii sirat, ambaye ni kamba ambaye iko juu ya moto wa Jahannam. Ni nyembamba kuliko nywele na ni kali kuliko shoka, na kila mmoja wetu atapita juu yake, wema na waovu. Mwenyezi Mungu anasema, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Kila mmoja wenu atapita juu ya sirat. Lakini kwa ufupi ndugu zangu ni kwamba Mtume atakuwa katika sehemu tatu hizi, kwa sababu hizi ndio sehemu ambayo waja wa Mungu wengi watahitajia msaada. Ndio Mtume atakuwa pale kutaka kuwasaidia watu. Sasa hii haudh ni birika la maji, na hii maji ambayo inapatikana kwenye haudh inatoka peponi kwenye mto alopewa zawadi Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni mto wa Kauthar. Inna a'tainaka al-Kauthar. Mtume alipewa zawadi ya hii mto ambayo inatoka peponi, inatoka maji peponi kule, inakuja mpaka kwenye haudhi. Hii haudhi Mtume anasema upana wake na urefu wake mfano kutoka hapa kwenda mpaka kule mwisho ni sawasawa na mtu kusafiri kwa ngamia kwa muda wa mwezi nzima ndio ufike mwisho kule, na upana wake na hivyo hivyo vile vile kurudi. Na hii maji ya haudh ndugu zangu, Mtume anasema, wa hiya ashaddu bayadan min al-laban, ni nyeupe kuliko maziwa, wa ahla min al-asal, na ni tamu kuliko asali. Man sharibaha, yeyote ambaye atakayekunywa katika maji ya haudh, lam yadhma abada, hatopata kiu milele. Na maji yenyewe yananukia kuliko marashi ya miski. Sasa Mtume anawaambia maswahaba, hapa ndo mahali tutakutana siku ya Kiyama. Hii hadithi inaendelea na ziko riwaya nyingi ndugu zangu. Siku ya Kiyama watakapokuja ummati Muhammad kwenye haudh, kuna riwaya tatu. Kuna riwaya ambayo Mtume atawaita umma wake, ummati, umma wangu, jooni kwenye haudh mkunywe maji. Na kuna riwaya ambayo inayosema usaihabi, yana yake watu wangu wa karibu. Na kuna riwaya inayosema ashabi, marafiki zangu. Mtume atawaita umma wake wote, njooni kwenye haudh mkunywe maji. Ndo atalingana mwenye kulingana. Hapa ndo mahali pa hatari. Atalingana mwenye kulingana, atamwambia Mtume, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak,
We Muhammad, hujui hawa watu walizusha nini baada ya wewe kuondoka duniani. Hujui. Ndio hapo Mtume wa sallam yeye mwanzo aliwajua watu wake kwamba ni umma wake kulingana na athari ya udhu. Unaona hii udhu ambayo tunatawadha sisi ndugu zangu, athari ya udhu ndio Mtume atapewa zile alama zote za udhu kwa kila mmoja wetu hapa, na Mtume anatutambua kulingana na athari ya udhu. Lakini baada ya kuambiwa kwamba wewe hujui hawa watu walizusha nini baada ya wewe kuondoka duniani, Mwenyezi Mungu atawatia alama wale watu wote ambao walizusha hapa duniani, kisha Mtume ataanza kuwafukuza hawa watu. Mtume atawaambia suhqan suhqan liman ghayyara ba'di, kaeni mbali, kaeni mbali, ondoka, ondoka yeyote ambaye alizusha baada yangu mimi. Ndugu yangu, wewe fikiri siku ya kiyama Mtume anakufukuza wewe katika haudh, na hii ni ishara mbaya sana. Atakufukuza, atawafukuza baadhi ya watu. Kuna mtu anakuja hivi anajifanya anakuja anampenda Mtume, Mtume atamwambia ondoka, ondoka wewe ulisoma maulidi, ondoka hapa. Mwingine ataambiwa wewe shishi, ondoka hapa. Wewe ulimsomea maiti Qur'ani, wewe ondoka hapa. Mwingine ataambiwa wewe bwana ulisoma talqini makaburini, wewe ulileta dhikri kwa pamoja, watu walikuwa na nguruma pamoja, ondoka hapa. Watu watafukuzwa kwa sababu ya bid'a zao, na hizi alama zitaonekana kwenye uso wao. Ndugu zangu, leo tukiwatahadharisha watu na mambo ya bid'a, hawa wanatuambia kwamba sisi tunawakufurisha, lakini kumbe hawajui sisi tunataka kuwaokoa hawa watu. Ndio kila mara hii maudhui ni lazima izungumziwe, kwa sababu tunataka kuwaokoa hawa ndugu zetu. Ndugu zangu, wengi wa watu watafukuzwa na watajikuta mahali pabaya sana. Bid'a ndugu zangu inaleta uadui baina yetu sisi. Leo angalia, tumekaa katika kongamano hili mashallah, tunakula sinia moja, tunakaa tunaswali katika msikiti mmoja, tunaishi katika mji mmoja, tunapendana, lakini kila mmoja hapa anamwangalia mwenzie kwa macho tofauti. Imeleta tofauti miongoni mwetu. Kwanza hawa watu wa bid'a, namna wanavyowachukia watu wa sunna. Asimuone mtu ameweka ndevu, asimuone mtu amekata suruali yake ama kanzu lake, hakuna mtu adui mbele yake kama huyo. Utafikiri ameona aina ya nyoka fulani hivi akimuona mtu wa sunna, na yeye alikuwa anafaa mpende huyu mtu ambaye anajifananisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imeleta chuki miongoni mwetu ndugu zangu, na ndio unaona sunna inaunganisha na bid'a inatenganisha. Imetutenganisha mpaka leo tumekuwa sisi sio kitu kimoja tena. Leo watu wa sunna, leo watu wa bid'a wanawachukia watu wa sunna wanapowaona wamevaa mavazi ya sunna. Wakimuona mwanamke amevaa niqab, wanamfanyia istihzai kwamba hao ndio wenye dini, kuifanya dini kuwa ngumu hawa. Kumbe hawajui hawa ndugu zao wanataka kuwaokoa wao, wanataka kuwaokoa. Ndio Imam Ibn Taymiyyah anamalizia na nukta mbili, wakati umeshakatika. Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema ahlus sunna ya'rifuna al-haqqa wa yarhamuna al-khalq. Watu wa sunna wanaijua haki na wanawahurumia viumbe. Wanawahurumia kwa maana ya kwamba wanawatoa kwenye hizi mambo ya bid'a ambayo leo wanayafanya. Watu wa bid'a hawawezi kuwatoeni nyinyi katika mambo ya bid'a, ndio wanazidi kuwazamisha huko. Lakini watu wa sunna ndio leo wanajaribu kuwaokoa mandugu zao, wanaijua haki mahali ilipo. Ndio unaona leo mandugu zetu hawa ambao wanaofanya mambo ya bid'a, hakuna adui namba 1 kwa wao kuliko watu wa sunna. Hawawezi kuwachukia mashia wala wale wengine, wanaweza kukaa na makufaru wakacheka nao, lakini ngoja amkute mtu wa sunna, kwa maana ya kwamba huyu ndo ambaye anahatarisha mambo yake. La mwisho ndugu yangu, wakati umeshanikata, hii mambo ya bid'a ndugu zangu haina nguvu tena. Ikiwa wewe bado unayafuata, basi ni wewe ndo ambao umeamua na bado unafuata mambo ya watu. Hawa watu ambao unawafuata wewe, hawatozikwa na wewe ndugu yangu, utazikwa ukiwa peke yako. Na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama atakusimamisha ukiwa peke yako, na atakuuliza maswali ukiwa peke yako. Na kama ni kuingia peponi, utaingia peponi ukiwa peke yako, na kama kuingia motoni, utaingia motoni ukiwa peke yako. Wewe leo unaogopa kuifuata sunna kwa sababu watu watasema. Unaogopa kuacha ndevu, utaonekana wewe ni katika wale. Unaogopa kukata kanzu yako fupi kama Mtume alivyokata. Kwa nini? Kwa sababu nitaonekana kwamba mimi ni katika kundi fulani, siku hizi pia umekuwa fulani. Wewe unaogopa hawa watu ndugu yangu, hawa watu watakupeleka motoni hawa. Tahadhari na wao.
Na ndio unaona ndugu zangu, haya mambo yote ya bid'a leo hayana nguvu tena, hayana nguvu. Wakati wetu sisi tukiwa wadogo, maulidi ilikuwa na nguvu ya ajabu ndugu zangu. Katika nchi yetu ya Kenya hii, maulidi ilikuwa inasindikizwa na farasi ya majeshi, ile zefe yake, na inasindikizwa na motorcade, yale mapikipiki ya rais wa nchi ndio yako mbele. Namna umma ya watu ilivyokuwa, mabarabara yanafungwa, hakuna njia ya kupita. Siku za maulidi, subhanallah, ilikuwa ikichinjwa mang'ombe na mang'ombe. Leo iko wapi ndugu zangu? Hakuna tena, inabidi wajifichie msikitini tu, wamebaki wale wachache na wale ambao wanaodanganywa. Lakini kitu ambayo imeifanya maulidi kuendelea mpaka leo na mambo mengi za bid'a ni mambo mawili. Jambo la kwanza, hawa ambao leo wanaounga mkono masala ya mambo ya bid'a hizi wanamwaga pesa nyingi sana ili kuhakikisha kwamba maulidi inaendelea kuwa hai, lakini wao wenyewe wanajua maulidi na matendo yote ya bid'a imo katika kitanda cha kifo, wanajua hiyo, lakini wanamwaga pesa nyingi. Maalimu wa madrasa na wanafunzi wake wanasafirishwa kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine ili ionekane kwamba katika ile sehemu inayosoma maulidi watu ni wengi, lakini wenyewe wanajua kwamba si kama ilivyokuwa mwanzo. Lakini wallahi hizi vitu vya bid'a zote, sababu ya pili ambayo imeifanya kuendelea mpaka leo ni pilau. Waondoe pilau, waone kama kuna mtu atahudhuria hapo ndugu zangu. Wengi wa watu wanakwenda kula tu pale. Waandae maulidi ya keki na kahawa chungu, nani ambaye atakwenda pale ndugu zangu? Au ugali kwa mboga chungu, nani ambaye atahudhuria pale? Wanakuambia bana, maulidi ya ugali mtume hahudhurii bwana, mtume anahudhuria kwenye maulidi ya pilau bwana. Leo tumekuwa ni watu wa kula kula, tumeweka mambo ya kula kula mbele tu. Waondoe hizi vitu. Ukiangalia hizi mambo ya bid'a zote ndugu zangu, ni mambo ya kula ndio iko hapo. Ukiangalia maulidi ni kula, mambo ya khitma kula, 40 kula, mambo ya burda kula, talqini kuna kula, kila kitu ni kula. Sasa sisi tumekuwa ni watu wa kula kula ndugu zangu. Wewe leo ukishazoea kula kula, mwisho wake wacha wewe kuwauza mandugu zako, utakuja hata kuiuza dini yako, na wengi ndivyo walivyokuwa. Aqulu qawli hadha subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته.